Okay, tuko na bidhaa zetu za uzito kwenye kupungua au kuongezeka. Tuna best product kwa ajili ya kuongezeka au kupungua. Kuna mtu ambaye ni mwembamba anasema anataka kuongezeka, tunampa package ambayo atatumia ataongezeka vizuri kabisa kistaarabu the way ambavyo yeye anataka. Lakini pia tuna bidhaa za kupungua. Watu wengi sana siku hizi wana uzito mkubwa na wanatamani kupungua katika njia ambayo ni salama. Njia ziko nyingi sana, lakini utakapoenda kutumia hizi best product zetu ambazo utapungua vizuri. Sio bali unapungua mpaka mwili wote unaisha, unapungua unaarisha, unasema kwamba sasa najiandaa kupungua. Mtu anakuambia sasa nikae karibu na choo. Ndugu yangu, tuna bidhaa ambazo utazitumia na utapungua kistaarabu kabisa, ambazo ni supplement tu, unazimeza kawaida kabisa na unapungua kwa ustaarabu. Na kuna product ambazo ukizitumia, tunaenda kukusaidia kukupa na program ya chakula, ambayo hii program ya chakula itakusaidia zaidi kwenda kupungua kwa ustaarabu kama nilivyokueleza hapo. Utazitumia na kupata hii program ya muhimu. Imagine kuna watu ambao wanahangaika na vitambi. Kuna mtu ambaye ametoka kujifungua, hasa wanawake, amepata kitambi. Tuna hizo bidhaa ambazo ninaenda kusaidia kuleta flat tummy nzuri, zinakaza nyama. Kuna watu ambao wanapungua mwili lakini unakuta nyama zimelegea. Lakini na bidhaa ambazo ukizitumia unapungua na nyama za mwili wako zinakazika vizuri kabisa. Kwa hiyo wewe utaenda kuwahudumia hao watu. Una ndugu zako, una marafiki zako, una watu wako karibu ambao unawafahamu kabisa wana struggle kwenda kupungua uzito. Wewe utakuwa unaenda kuwasaidia hao watu waenda kapungua. Kuna watu wana vitambi ambavyo hawavihitaji. Imagine kupitia hizi bidhaa wataenda kuzitumia na kukaa vizuri kabisa bila kupata changamoto yoyote. Kwa hiyo utazipata kwa bei ndogo na kwenda kuwauzia watu kwa bei ambayo unaenda kutengeneza faida nzuri. Na uzuri ni kwamba kwa sababu yule mtu anaenda kupata matokeo mazuri, atakuletea wateja wengine ambao utaenda kuwahudumia wewe na kutengeneza faida za kila siku inayoitwa leo. Kwa hizi bidhaa za uzito ni the best product ambazo unaweza kwenda kufanyia biashara kubwa sana. Yameisha kabisa. Na inatumika pamoja na fiber tablets. Hii ni nyuzi au kirutubisho kilichotengenezwa kwa nyuzi za mboga na matunda kama unavyoona, na kazi yake kubwa inaenda kuimprove mfumo mzima wa usagaji wa chakula, kuweza kumfanya mtu apate choo vizuri, kwa sababu mara nyingi kuna watu ambao wenye vitambi, maana yake ni kwamba wanakuwa na uchafu mwingi tumboni na hawapati choo vizuri. Hii itakusaidia kuweza kuondoa uchafu tumboni na kujikuta kuwa unakuwa na tumbo ambalo ni flat, lakini vile vile inachoma mafuta yaliyokuwepo tumboni. Okay, sasa nimekuelezea makundi yote ya bidhaa ambayo tunafanya nayo biashara. Kama kweli una mentality ya biashara, utakuwa tayari umeshaona wateja. Makundi yote yale, makundi sijui bidhaa za ngozi, za afya, za usafi, zile makundi yote ambayo umeyaona pale. Sasa namna gani ya kwenda kuanza biashara na wewe, ili kusudi tukakufundishe sasa namna gani ya kufanya biashara, uongee vipi na wateja. Ni lazima ukawe na hitaji. Hebu jifikirie, nini ambacho kinakufanya usiku ukilala usingizi au kupati? Je, unahitaji kujenga nyumba? Unahitaji kununua kiwanja? Unahitaji kukaa sehemu nzuri? Unahitaji kusomesha watoto? Unahitaji kuwa na lifestyle? Unahitaji maybe kusafiri? Hivyo ni vitu ambavyo wewe vitakufanya ufanye maamuzi ya kwenda kuanza hii biashara ambayo inadili na bidhaa zote hizo ambazo nimekuelezea pale. Na sisi kama unaona tunafanya biashara, hizi bidhaa mimi sizitengenezi. Hizi bidhaa zinazalishwa na kampuni ya Neolife. Kwa hiyo nimeingia ubia na kampuni ya Neolife International, ambayo hii kampuni ina zaidi ya miaka 60 duniani na kwa Tanzania ni zaidi ya miaka 25. Kwa hiyo ni kitu ambacho sio kwamba chakuja leo na kuondoka kesho, kwa sababu kina mizizi kiasi kwamba hizi bidhaa zote wewe unaweza kwenda kuzifanyia biashara. Ukachagua kundi lako la bidhaa ambazo ni rahisi kwenda kuzifanyia kazi. Tutakupa muongozo hatua kwa hatua namna gani ya kufanya na kuweza kutengeneza faida za kila siku. Sasa namna gani ya kwenda kufanya ukiwa tayari umeshaenda kuanza biashara? Kuna majukumu machache sana kwa wewe ambayo tunaenda kuchukua jukumu la kwenda kuanza biashara. Tunakwambia fanya haya majukumu ili biashara iweze kuwa rahisi kabisa. Jukumu letu la kwanza ni kutumia bidhaa. Tunakwambia nenda katumia hizi bidhaa. Ukitumia bidhaa itaenda kukupa confidence ya namna gani kwenda kuongea na mtu mwingine. Utajiamini na utakuwa na uhakika wa kile kitu ambacho unakiongelea. Mfano kwa upande wangu mimi binafsi, na kama biashara imekuja kuwa rahisi sana kuifanya na kuelezea pia kwa watu wengine, kwa sababu nilitumia ile sabuni ya kusafishia masofa. Kwa bidhaa ni nyingi kama ulivyoziona pale. Utachagua product ambazo utazitumia ili kusudi kwako iweze kuwa rahisi sana kwenda kuongea kwa watu wengine. Imagine mfano kama mimi kwangu ilikuwa ni rahisi ofisini kwangu kwa sababu nilitumia ile sabuni ilifanya vizuri. Kwa hiyo mtu akija kiniuliza Neema, una uhakika imefanya kazi? Namwambia yes. Kwa nini? Kwa sababu nilitumia
kutumia bidhaa. Kwa hiyo katumie bidhaa, itaenda kukusaidia wewe. Lakini kwenye kutumia pia bidhaa, katumia hata bidhaa za afya, kwa sababu sasa hivi changamoto ni nyingi sana za afya. Ukitumia unakuwa vizuri. Una changamoto yako ya ngozi, katumia bidhaa za ngozi, unakuwa na ngozi nzuri kiasi kwamba hautumii nguvu nyingi kwenda kumwambia mtu kwamba niko nauza hizi bidhaa fulani. Kwa hiyo kutumia bidhaa ni jukumu ambalo ni la msingi sana, litakalo kurahisishia wewe kwenda kufanya biashara kwa urahisi kabisa. Lakini jukumu letu la pili ni kwenda kushirikisha hizo bidhaa. Kushirikisha bidhaa maana yake ni kwenda kuziuza. Hauanzi tu bidhaa ukawa na hizo bidhaa hapo ndani. Na ndiyo maana ukianza tu bidhaa, kuna hili jukumu la kwenda kuziuza hizi bidhaa. Na uzuri tutaenda kukufundisha namna gani ya kwenda kuuza hizo bidhaa. Kuna social media, kuna ana kwa ana. Watu wanaokuzunguka ni watu sahihi kabisa ambao pia unaweza kwenda kufanya nao biashara. Kwa sababu bidhaa nimekwambia ni mahitaji ya watu kila siku. Kwa ndugu yako, jirani yako, rafiki yako, familia yako, kwa sababu bidhaa zote ni matumizi ya watu. Una ndugu yako mkulima, kuna Super Grow. Una ndugu yako mtoto wake ana changamoto mbalimbali, kuna bidhaa zile za watoto. Kwa hiyo kwenye kuuza bidhaa tutaenda kuuza kwa njia ana kwa ana, lakini vile vile tutaenda kukufundisha namna gani ya kwenda kujibrandi vizuri kabisa kupitia social media. Nikwambie wewe unanitizama hapa sasa hivi, uko na hiyo smartphone yako. Nikwambie smartphone yako una uwezo wa kwenda kufanyia biashara na ukatengeneza faida kubwa sana hapo hapo ulipo. Haijalishi wewe ni graduate, wewe ni mwajiriwa, wewe ni mama wa nyumbani, lakini uko na hiyo smartphone yako. Ni rahisi sana. Mimi nimeajiriwa, lakini kupitia social media nafanya biashara kubwa sana ambayo hata nikiwa niko ofisini kwangu ninaweza kufanya biashara. Kwa hiyo kwenye hili jukumu la kushirikisha bidhaa, tutakufundisha vizuri kabisa na kwenda kufanya biashara kwa ukubwa, kwa sababu hautaenda kufanya biashara peke yako. Tuna jukumu letu la tatu, tunakwambia nenda kawaambie pia watu wengine kuhusiana na hii biashara. Leo hii wewe utaenda kwanza hii biashara, ni kuhakikishie tu unaenda kutengeneza pesa. Hizi bidhaa zinafanya kazi vizuri sana. Utaenda kutengeneza pesa na kukizi mahitaji yako ya kila siku. Kuna watu wako wa karibu unaona kabisa huyu ni mtu ambaye hii biashara anaiweza, nenda kamwambie na yeye enda kafanya akatengeneze pesa. Kuna mtu ambaye uko naye hapo anatamani apata shilingi 10,000, apate 20,000 kwa siku. Hii biashara anaweza kwenda kuitengeneza hiyo pesa. Kwa nenda kamwambie mtu mwingine na yeye enda katumie hizo bidhaa, lakini vile vile akafanya biashara na kwenda kutengeneza pesa yake ya kila siku. Jukumu letu la 4 ni mafunzo. Unaanza biashara leo, haujui biashara bidhaa yoyote. Haujui kuongea na hao wateja, haujui namna gani hizi bidhaa zinafanya kazi, haujui mtu mwenye changamoto fulani umpe kitu gani. Kupitia mafunzo utaenda kufanya biashara nzuri sana, kwa sababu tutakufundisha kila kitu hatua kwa hatua. Na uzuri tuko na program nzuri sana za online. Tuna magrupu ambayo tunafundisha ya WhatsApp, lakini tuna Zoom meeting program ambayo ipo karibia kila siku, ambayo ukianza biashara tunakupa program kabisa. Unakuta mfano kama leo tunafundishana bidhaa labda za ngozi, labda leo tunafundishana bidhaa za usafi, labda leo tunafundishana namna gani ya kuongea na mtu, labda leo tunafundishana masuala ya social media ili ukafanya biashara vizuri kwenye TikTok, labda Facebook, Instagram. Kwa hiyo kuna program ya mafunzo nzuri kabisa. Download application ya Zoom na utakuwa tayari kwenye magrupu yetu, utafundishwa hivyo vitu vyote. Kwa hiyo hautaenda kufanya biashara peke yako. Tutakusimamia, tutakufundisha hatua kwa hatua na uweze kwenda kufanya biashara vizuri kabisa. Kwa hiyo popote unapokuwa una uwezo wa kwenda kufanya biashara. Haijalishi uko wapi, haijalishi unafanya shughuli gani, unaweza kwenda kufanya biashara popote. Sasa, baada ya kuwa tayari umeshaenda kuanza biashara, tunasema kwamba hii ni biashara ambayo inaenda kukupa faida zaidi ya moja. Na hiki ndio kipengele ambacho kiukweli mimi kilinivutia zaidi. Ni kipengele ambacho nilisema kwa kweli, kwa hizi faida ambazo unazipata kupitia hii biashara, hebu tu nitulie. Nikaamua kuachana na biashara zangu zote, nikaamua kustiki na hii biashara peke yake. Kwa hiyo utakapokuwa tayari umeanza biashara, unaenda kutengeneza faida zaidi ya moja. Okay, sasa kwenye hii biashara ambayo naifanya, unaenda kutengeneza faida zaidi ya moja. Kwenye faida hapa ndo sehemu ambayo mimi nilifanya nikatulie, ilinifanya nikafanya hii biashara serious kabisa, na nikasema vitu vyangu vingine vyote ninaviacha na nafanya hii biashara. Kupitia hii biashara unaenda kutengeneza faida zaidi ya 3. Faida yetu ya kwanza kabisa ni faida ya mauzo. Kwenye faida ya mauzo haitofautiana na watu wengine. Utofauti wake ni kwamba faida yetu ya mauzo ni kubwa zaidi tofauti na biashara zingine zote unazozijua wewe, kwa sababu hizi bidhaa utakuwa unaweza kuzichukua wewe mwenyewe kwa bei ile ya kampuni ambayo ni ndogo sana, kwa sababu utakuwa tayari umeshaingia ubia. Kwa hiyo hakuna watu wa katikati. Imagine kuna product ambayo unanunua kwa shilingi 40,000, unaweza kutengeneza mpaka faida ya 300,000, 400,000 kwenye one product. Kwa nini? Faida yetu ni kubwa kwa sababu hakuna watu wa katikati. Tofauti na wewe leo hii hapa ukatoka ukasema uenda Kariakoo kununua viatu ili uende ukavipeleke sokoni. Sio mbaya hiyo biashara, lakini yule mtu utakaenda kumkuta pale Kariakoo alichukua kwa mtu. Kwa kama ulichukua Kariakoo kiatu kwa shilingi 25,000,
ukaenda kuuza kwa shilingi 30,000, faida yako ni shilingi 5,000. Lakini yule mtu aliyekuuzia kwa shilingi 25,000 alichukua kwa mtu na yeye labda kwa shilingi 20,000. Yule 20,000 naye alichukua kwa mtu kwa shilingi 15,000. Yule 15,000 labda yeye alichukua ndo kiwandani kwa shilingi 10,000, 7,000. Kumbe wewe ungetoka hapa ungeenda kiwandani kununua kile kiatu kwa shilingi 7,000, ungeenda kuuza kwa shilingi 30,000, faida yako ingekuwa ni kubwa zaidi. Na ndio maana hata sisi kwenye faida yetu ya mauzo ni kubwa, kwa sababu hatuna hao watu hapo katikati. Unaenda kuchukua wewe mwenyewe bidhaa direct kwa bei ile ndogo, tofauti na biashara zingine. Na ndio maana nakwambia hii ni biashara ambayo ukiamua kwenda kuifanya, ukaiwekea nguvu na bidii, kwa sababu pia tutaenda kukufundisha, utatengeneza faida za kila siku. Kupitia hizi faida za mauzo, mimi zinanisaidia mambo yangu ya karibia kila siku inaitwa leo. Ninaweza kulipa bills zangu bila changamoto yoyote, nikaweka umeme, nikalipa kodi kwa comfortable kabisa, kwa sababu bidhaa ina faida kubwa. Umeenda kuichukua wewe mwenyewe kwa bei ya kiwandani ambayo ni ndogo na kwenda kuiuza kwa faida ambayo ni kubwa sana. Kwa katika faida ambayo utaenda kutengeneza kila siku inaitwa leo ni faida ya mauzo. Kupitia hizi bidhaa ni bidhaa ambazo matumizi ya watu wa kila siku. Umemkosa mteja wa kilimo, utamuuzia mteja wa afya. Umemkosa mteja wa afya mwenye changamoto za kiafya, utamuuzia mtu wa usafi. Umekosa mtu wa usafi, kuna mtu wa mtoto wake ana mapunye. Umemkosa mtu wa mapunye, kuna mtu anahangaika na machunusi huko. Umemkosa mtu wa machunusi, kuna mtu anatamani kitambi kipungue. Kwa hiyo utajikuta kila siku unaitwa leo. Una uwezo kwenda kutengeneza faida ya mauzo, in which kwamba hautashindwa kutengeneza pesa za kila siku. Na nikwambie kuna raha ya kuwa na faida za kila siku tofauti na faida za mwisho wa mwezi. Mimi mwajiriwa naelewa hicho kitu. Lakini faida yetu ya pili ni faida ya manunuzi au bonus ya kila mwezi. My dear, katika faida ambayo ninaifurahia vibaya mno ni hii faida hapa. Hii faida ya bonus au manunuzi mwisho wa mwezi tunaipata kila tunavyoenda kununua hizi bidhaa, kwa sababu utakuwa umeingia ubia, utakuwa umepata registration. Na ndio maana ukitaka kuanza biashara lazima nitapata details zako. Unaitwa nani, majina yako matatu, kitambulisho chako utanipa, utambulisho wako wote vizuri kabisa. Utanipa kama ni account number au namba ya simu ambayo itaingia faida yako ya manunuzi kila mwezi. Hii faida hapa utaipata the way ambavyo unanunua bidhaa kwa wingi kutoka kwa bei ya kampuni wewe mwenyewe kwa majina yako. Mwisho wa mwezi unalipa faida ya manunuzi. Kwa the more unapofanya mauzo makubwa na the more unapopata faida yako ya mwisho wa mwezi. Tofauti na biashara zingine zote unazozijua huko nje. Mimi nilikuwa nafanya biashara ya vinywaji. Tena ilikuwa Coca kabisa. Kampuni ya Coca ilikuwa inaniletea bidhaa za Coca pale nyumbani, yaani ofisini kwangu. Lakini sijawahi kununua mzigo hata wa millions kadhaa. Kwamba Coca sasa waniambie, Neema, leo hii umenunua bidhaa nyingi sana, hebu chukua hii 100,000 umetuungisha sana. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini kupitia hii biashara, the more ambavyo nachukua bidhaa kwa bei ya kampuni ambayo ni ndogo, naenda kuziuza au nimezitumia au nimeuza kwa hasara, no matter the matter, lakini mimi tayari nimeshachukua pale kwa jina langu kwamba Neema nimechukua bidhaa, mwisho wa mwezi natengeneza faida. Nikwambie faida ambayo naipata kwa sasa hivi nikiangalia na mshahara wangu nao ulipa na mwajiri wangu havilingani hata robo. Ni kitu ambacho kinaniaminisha zaidi. Imagine niliamua tu, nilikaa nikasema okay, gari yangu niliwaambia kwenye story yangu nimenunua gari. Kupitia hii faida ya manunuzi nilinunua gari within miezi kadhaa tu. Hata miezi 6 haikufika nilinunua gari yangu on cash kabisa. Kwa ni kitu ambacho kinanipa nguvu kwamba miaka kadhaa, kwa sababu kumbuka ninapozidi kuendelea kufanya biashara naendelea kuongeza wigo kubwa la wateja. Kwa naendelea kununua bidhaa kwa wingi karibia kila siku inaitwa leo. Kwa hii faida ya manunuzi inaendelea kuongezeka karibia kila siku, kila mwezi inazidi kuongezeka. Nikiangalia na mshahara wangu haulingani hata robo. Ni kitu ambacho hata wewe nenda kukufundisha, ukaenda kuwa na cycle kubwa ya wateja, ukaanza kupata hii faida ya manunuzi, utaifurahia na utaifanyia vitu vikubwa. Imagine mimi ni mwalimu ambaye nilikuwa nafahamu masuala ya saving mbalimbali, masuala ya UTT, nilikuwa naelewa hayo mambo, lakini nilikuwa sijui nitasave pesa kwa pesa gani. Lakini kupitia hii biashara, kupitia hii faida ya manunuzi, bonus za kila mwisho wa mwezi, nimeweza kujifunza vizuri masuala ya uwekezaji, masuala ya hisa, masuala ya UTT, na pesa inapatikana, naweza kwenda kusave kwenye zile sehemu. Kwa nini? Kwa sababu biashara inanipa zile faida. Yawezekana hivyo vitu unavifahamu, yawezekana hauvifahamu, lakini unatamani kuvifahamu. Imagine kupitia hii biashara tuna hizo program ambazo tunafundishana namna gani ya kufanya investment mbalimbali kupitia hizo bonds, kupitia hizo hisa, stock mbalimbali, na utakuwa unapata pesa za kwenda kusave hizo sehemu. Kwa sababu mimi ni mwajiriwa ambaye nilikuwa nikikaa na tamani, lakini nikiangalia mshahara wangu, nikiangalia majukumu yangu haviwezi kutosha kufanya saving mbalimbali. Lakini kupitia hii biashara nafanya saving mbalimbali na naweza kusave vizuri kabisa. Kwa nikiangalia miaka 5, miaka 10 ijayo,
sitakuwa mwalimu ambaye niko leo hii. Kwa hiyo hii faida ya manunuzi ninahifadhia vizuri sana, na malengo yangu yale makubwa na yatimiza kupitia hii faida hapa, ambayo hata wewe yale malengo yako makubwa unaweza kwenda kuyatimiza kupitia hii faida ya manunuzi ambayo tunayapata kila mwezi unaoitwa leo.